imefanyika. Nikaona tu nimeonyeshwa kwamba nimekuwa katika mkutano na nimehubiri na nimeponya wengi sana. Sasa baada ya hapo, yale ambayo iliendelea, nikifikiria labda hayo ndio nitaona, kumbe ilikuwa na wakati wake. Na ninashukuru kwa sababu Mungu hako na haja kazi yake endelee kusimama. Nimekuongelesha kuhusu imani, na hapo ndio nitaweza kusimama katika imani. Na imani ndio itakuwezesha kufanya kila kitu ambacho unafanya. Na ninaendelea kuambia kwamba usifanye kitu kwa sababu mtu anasema ama watu wanasema. Fanya kitu ukiwa unasikiza Mungu anasema nini. Na nashukuru sana wakati tunanyenyekea na kusikiza sauti ya Mungu, jinsi anavyotumika kwa watu wetu, jinsi alivyotumika hata katika uimbaji ambao siku anatarajia Mungu ataendelea kuinua watoto wetu na watu katika nafasi hizo. Biblia inasema kwamba katika Yohana 3:16 ni kwamba aliupenda ulimwengu. Kupenda ulimwengu ni kujua kwamba hata yule ambaye unaona ni mwenye dhambi, Mungu anamheshimu sana na Mungu anampenda na ako na haja na yeye. Sasa ajabu ni kwamba nikajiuliza, mwana wa Mungu hajazaliwa mahali pazuri ambapo hata pamewekwa simenti kama hapa, lakini amepatikana mahali penye tunangoja kupakiliwe ndio sasa tupeane majani ng'ombe ama kondoo zikule. Lakini mwana wa Mungu akapatikana pale. Bwana Yesu asifiwe. Ambia mwenzako, mimi ni wa maana sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika imani imefanya tumekosa kuenda mbele. Na nimekuambia imani ni wakati tu ambapo utainuka na ujue unaamini kuhusu nini. Na sitaogopa kusema, kwa sababu Mungu akiwa amenivalisha mamlaka lazima nitamke. Ni kwamba utapata kwamba kuna mtu ambaye anaumia kwa sababu ya mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ambaye hata anapanga kutoka kwa sababu ya mwingine. Lakini ujue kwamba katika imani ni kitu gani ambacho Mungu anataka katika maisha. Ajabu ni kwamba Mungu hajahitaji mimi na wewe, anahitaji mimi peke yangu na anahitaji wewe peke yako. Hali ambazo unapitia labda ni hali ambazo zinataka kukuweka katika viwango, lakini hako na haja na wewe kupitia katika imani. Ukikosa imani unaweza jipata umehama kanisa. Dada, natamani kuhama kanisa. Najua kuna mwenye alikuwa amepanga kuhama kanisa, lakini ameona vile kahesabu kameongezeka akasema hapa kuna matumaini. Hebu angalia mtu hapa, umuangalie vizuri kwa uso, useme wewe ulikuwa umepanga kuhama ama kwa sababu kasura kamerudishwa kwa sababu kumbe kuna matumaini. Mungu alipokuonyesha, na hata ukitoka ukienda wapi, hata kutafuta mahali ulipo na atakurejesha, kwa sababu anakujua na alisema ya kwamba hapa ndipo utakapokuwa na mambo yako yote yatatendeka kwa uaminifu wake. Sasa hapa anasema katika maandiko matakatifu hapa, zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Haleluya. Hao watakaozima mishale iliyoinuka kinyume, tani tumekuona Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa uliza mwenzako, ukiama utakuwa umesaidia kanisa. Simuulize ukiama umesaidia kanisa. Muulize ukiama umesaidia mama director. Muulize ukiama umesaidia mtu hapa kweli.
Yaani unaongea ukimwangalia kwa uso una sasa hapa. Mpaka hapo nikaona kwamba Veronica ndiye amejaribu kukuja huko kwa sababu hizi viti zilikuwa zimeogopwa. Najua Mungu asante. Bwana Yesu asifiwe. Yeye amekuweka kuhakikisha wewe ndiye utakayezima ile mbinu, ile mishale ambayo shetani ameipanga kuharibu na kusambaratisha. Na hata kama utasikia sauti imeinuka inasema, wewe utasema semeni tu, lakini bado sisi tuko hai. Ambia mwenzako niko hai. Kanisa liko na waombezi. Waombezi niweni mkono juu. Nabii. Sema waombezi tutapata manabii ndani. Manabii. Nabii. Mama Saduma ndio najaribu kuona anafanya hivi, anarudisha. Kama anajaribu aone kama mtaboost hiyo mkono kwa hivi. Mtu aenda amshikilia angalau ikae hivi kidogo. Manabii. Sema nabii, mko hapa? Cha kusema, cha kuambia kanisa. Kiambia ule mchungaji naona wewe mchungaji. Hapana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wakati shetani amekuja anajidai, anajigonga kifua, anasema mtajua mjui, lakini ameangalia kaona. Niwaambia kuna movie ambayo siku moja sema tu hivyo ya tungepanga tu siku tupange tu tuseme tunataka tuone hii movie yenye mchungaji anasemaga hivi. Muone wachungaji wengine, watumishi wa Mungu ambao wameaminika. Ndugu yangu, niko sawa mchungaji na ninaomba na niko katika imani, lakini Mungu amenipa ufunuo wa kuombea choo. Sasa unashindwa tuko namna gani? Wengine na wameinuka wanasema mchungaji ndio anafaa tuombee. Sisi hatuwezi inua sauti kwa sababu tunamtegemea. Lakini maandiko inasema fanyeni nini? Zimeni zile. Nakuwa muoga, nasema watakuja wanipanguze ama kunaenda namna gani? Sasa mtu anakaa akijua chochote kikifanyika niko ready kutoka nje. Bwana Yesu asifiwe. Sema sio mimi. Haleluya. Lakini anasema katika Waefeso mlango wa 6 mstari wa 16, zaidi ya yote mkitwaa ngao. Ngao ni silaha kubwa sana ambayo ni ya imani, ambayo itawasaidia kuizima. Kuizima ni kwamba shika mdomo yako. Sema mdomo yangu nisaidie nisinene mabaya. Hata wewe unasema unajua wewe ni mjinga, ulikuwa umepanga kunena nini? Kumbe mnanenanga mabaya. Nimeanza nimeconfirm leo. Unaona vile watu mnajivuga. Kwani umeshika mdomo na unaiambia usinene mabaya. Kwani inaonekana Yesu asifiwe. Ambia Mungu. Na nikisema useme na wewe una akili ya kusema pastor hapa anataka kutushika. Haya, sema nisamehe. Mamlaka uliopewa katika ulimi ni ya kuzima mishale ambayo ilikuwa inataka kuinuka katika familia yenu, kuinuka katika mahali penye unaenda, hata kazini unaizima. Badala ya kuizima unatumia mdomo kuharibu. Bwana Yesu asifiwe. Angalia mwenzako vizuri. Angalia mwenzako. Alafu ajabu ni kwamba unajua mtu akiwa tu hapa kuna kitu anaangalia. Nimekuja kuelewa sio wote wenye wanaendanga kwa ibada kwa kanisa. Lakini unajua wote wamevaa, wameng'ara, wanaenda katika kanisa. Muulize umekuja kuangalia nini? Muulize umekuja kuangalia nini? Bwana mke wake kwa mara hata dalili inaonyesha kiatu haina rangi. Bwana Yesu asifiwe. Ambia mwenzako chinga kabisa.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu ametupea mamlaka ya kuzima kupitia katika imani. Na lazima tutumie hiyo njia ya kuzima mishale ambayo shetani anaweza tumia. Haleluya. Sio wote wasemao Bwana Bwana, sio wote wasemao Bwana Bwana. Twende. Wewe. Ambia Mungu ni Bwana Yesu asifiwe. Shetani anataka kutumia njia zote kuhakikisha. Na wacha nikwambie, ando kama hatatafuta wewe, atatafuta bwana bibi yako. Na kama hatapata bibi yako, sasa tuamuke. Vitu zingine zisikusumbua akili. Si ndivyo? Jamani, vitu zingine zinisumbua akili za kwako. Ng'ang'ana na ahadi yako. Na kama utajifungua ukuti utuambie, tutajua pa kukusaidia. Na kama utanyamaza, ng'ang'ana na ahadi yako. Ambia mwenzako ng'ang'ana na ahadi yako. Alafu mwambie na wewe mwambie na usikwasike kwa sababu ya yangu. Nakakataka maombi sana. Ndio nimeambiwa na wewe ni mbaya sana. Wamejificha wakaenda wakaomba na hawako niambia. Kwa sababu wanajua na mimi walipanga twende tuombe na wakaniacha kwa mchungaji kujua kuomba. Yaani kiwaangalia vizuri sana nyinyi ni watu ambao mnapenda kazi sana. Yaani hata sura zinaonyesha ukitoka hapa kuna kazi unataka kwenda. Na ndiko nisiseme nimekuingilia. Kwa sababu nimeona ukiangalia saa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini lazima tuzime mishale. Sivyo? Tuzime mishale. Tumenyeshewa wewe ndugu. Nashukuru sana. Yaani Mungu anainua watu. Na nikiona kanisa linainuliwa watu ninashukuru sana. Ninashukuru sana. Alafu shida yenye inakuanga katika safari ya pakosange na maneno inakujanga namna gani? Wakati utaanza kwenda, si nimekwambia asubuhi. Huko hawezi jio. Si ndio? Lakini huku nyuma kwangu ni nini iko? Wewe badala ya kuniambia chenye kiko unafanyaje? Bwana Yesu asifiwe. Mimi nikiangalia naona niko sawa. Lakini unapata kwamba kuna yule ambaye badala ya kusaidia na kusema hapa, najua mkono yako haijaingia. Ndio maana naambiwa lazima tuwe na mtu ambaye atakuangalia. Si ndivyo? Mzee Jose unaangaliwanga na mama. Huko. Hata wakati mwingine kuna vile unaweza jisikia kujikuna. Na mkono haifiki. Na mwaje. Tenda kwa ukuta. Auanze hivi. Ama unaenda unaambia mama weka hapo mkono. Na yeye badala ya kusaidia anakuambia acha kusufuata wewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuizime mishale. Sijui kama unashika kitu yenye nasema. Lazima uzime mishale. Na mishale kuna wakati ambapo mwanadamu anafika mwisho na anafaa kusimamiwa na wengine. Si ndio? Lakini badala ya wewe ama sisi ama mimi kukusaidia, inafanya nini? Inakosa kuisha ambayo ingekupatia pesa hiyo siku, lakini maneno imekuwa nyingi kwa ajili ya mtu na kazi kadala. Ana dalala njana. Kienda kwa tajiri zangu umemaliza kazi. Sheria yako inasema umalize kazi ndio kuje. Hapo ndio utajipata kwa deni. Sasa utatoa bado ukipeleka kwa deni. Fanya kazi. Manzimba mishale. Na hiyo mishale, Mama Grace. Nakumbuka mimi nasemanga hivi. Wewe uko na kukimbilia, si ndio? Nakimbilia wapi? Niko nimesikia. Mwenye anaweza kusaidia nani?
Mwenyezi Mungu. Kwanza Mungu anapenda sana watu kama nyinyi. Na wewe? Mungu. Uliwahi Mungu? Mungu akitaka kusaidia anafanyaje? Kwa hivyo hata kifo ikikuja hakuna shida, uko na Mungu. Hapa tulipoita waimbaji wakasimama, tukaita waimbaji wakasimama. Umeleta waimbaji. Kwa nini Mungu mwenyewe hajakuja kuimba? Sasa sema nilikuja, lakini nilikuwa nimekaa kwa njia ambayo ungenielewa, na wewe ukasema toka. Bwana asifiwe. Unajua nataka ushike kitu. Kanisa hili linapendwa na Mungu. Na linapendwa na Mungu. Ndugu, nilikuwa na wewe. Mwisho wako na wewe. Hata huko Nyanzuna na Kanyakanga siku ya Sunday mara hii. Kama miezi 4-5. Ni nani aliyekuzungumzia wengine? Na ni nani aliye kwambia baada ya kuimba utaenda na uachie huyu ndugu Mike? Unaona communication za Roho Mtakatifu. Ndio wetu mpaka ubikawa moto. Alafu wewe unangoja Mungu asimame hapa aseme mimi ndio Mungu. Haki ya Mungu. Kuna vitu naangalianga Salome anasema kama uliomba unafaa kwenda kuambia Mungu asante kwa sababu unaendelea kujibu sawa. Kujibu ni kwamba madoa nyingi napotea, hata imekuwa tu kwa sababu wengi wameenda kazi. Lakini Mungu anafanya kupitia kwa fulani. Bwana Yesu asifiwe. Ambia mwenzako ukiona nimevaa matambara si kupenda kwangu. Kimwambie niko na imani hii matambara itakuja kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwamba usicheke mwenzako. Haujui yake kesho. Si ndivyo? Lakini katika imani kila mmoja anatamani kuona mbele ya Veronica. Uliwahi funuliwa mbele kesho? Anayejua ni nani? Ambaye amesimama kwa nani? Kwa Dada Grace. Yeye ndio tajiri ambaye atakuajiri kesho. Yaani wewe uko hapa hata hujui ni nani atakaye kulipa na atakaye kupatia kazi. Lakini Mungu ameshaanza kufanya hiyo maneno. Utembee saa 5. Mungu anakuonyesha huyu ndio. Hakuna kulala njaa. Tusimame. Tusimame. Yaani wacha tuambie. Jaribu sana kujua